na mshumaa wa Pasaka baada ya sala maalum. Wakati huo kuna giza pale kwenye kanisa. Baada ya sala maalum, mshumaa wa Pasaka, mwanga wa Kristo, hutumika kuiwasha mshumaa yote ya Wakristo wote. Hii ni ishara kwamba tunashiriki, ishara hiyo kuwasha, ishara ya mshumaa huo mkubwa kuwasha mishumaa yote. Ishara yake ni kwamba tunashiriki mwanga wa imani moja. Yes. Hiyo ndio jambo ambalo natakana tujifunze kutokana na hilo. Kwamba tunashiriki mwanga wa imani moja. Imani katika Kristo Yesu. Sehemu ya pili ambayo nilitujia neno katika misa hii, tuliona kwa kawaida masomo yalitoka kwenye vitabu 9. Yaani 7 ama 6 kutoka kwenye Agano la Kale na 2 kutoka kwenye Agano Jipya. Masomo haya yanaangazia hasa safari ya ukombozi wa mwanadamu. Yaani mpango wa Mungu kupitia uumbaji wa mwanadamu na kisha kuanguka kwake mwanadamu kwenye dhambi, kisha ukombozi na kufunuliwa kwake kupitia Yesu Kristo. Na pia matendo ya upendo ukuu na ukuu wa Mungu kwa watu wake. Na kuna kitu ambacho nafikiri nimewashirikisha kwamba moto huu mzima, moto huu mkubwa inawasha ule moto mkubwa unawasha ile mishumaa yote. Katika sehemu ya 3 ambayo nilisema ni sehemu ya liturujia ya ubatizo, tunavyojua katika ubatizo tunakufa na Kristo na kufufuka pamoja na Kristo, kama ilivyo katika kitabu cha Mtakatifu Paulo kwa Warumi sura ya 6 mstari wa 3 hadi 5. Kwa hivyo katika ibada hii ni wakati mwafaka wa kuadhimisha sakramenti ya ubatizo, kwa sababu tunakufa na Kristo na kufufuka pamoja na Kristo kupitia ubatizo. Na pia ni wakati mwafaka wa kurudia ahadi zetu za ubatizo. So tunazaliwa upya pia, kwa namna fulani tunarudia zile ahadi zetu. Tuna renew kwamba tunasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi na kadhalika, tunamkataa shetani na kadhalika. Na leo tulikumbusha kwamba tulipomkataa shetani hatukusema kwamba tunamkataa. Kila mmoja alisema namkataa. So ni kwamba tunarudia ahadi hizo tulizoweka wakati wa ubatizo. Hiyo basi maji yatakayotumika kwa ubatizo hubarikiwa kwa ishara ya mwanga wa Kristo ambao ni mshumaa wa Pasaka. So maji ambayo yatatumika kwa ubatizo yatabarikiwa kupitia mshumaa huo mkubwa wa Pasaka. Ndio itatumika kubariki maji ya Pasaka. Manake kwa wale ambao waliweza kushuhudia jana ni kwamba askofu aliuchukua ule mshumaa na akauimasa na kutumbukiza kidogo ndani ya maji ya ubatizo. So ni ishara kwamba Kristo ako ndani katika ubatizo wetu. So liturujia sehemu ya 4 ni liturujia ya Ekaristi. Tukumbuke kwamba tulishiriki Ekaristi Alhamisi Kuu, na Ekaristi ilitengezwa kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya mwanzo. Katika Alhamisi Kuu kuna mambo 2 matatu ilifanyika. Kwanza, sakramenti ya Ekaristi iliasisiwa, sakramenti ya daraja iliasisiwa. Na katika Alhamisi Kuu kuna andaliwa mwili na damu na Kristo wa kutosha, ambayo itakuja kulishwa wa Kristo ndani ya ibada ya Ijumaa Kuu. Tumekumbuka hayo ilifanyika kabisa. Sasa katika mkesha wa Pasaka, sasa meza ya Bwana inaandaliwa pia fresh, inaandaliwa nyingine.
tulianza Alhamisi Kuu, sasa tunaendelea na mkesha kwa kuandaa bishop ama padre anaandaa meza ya Kristo ambayo ni Ekaristi Takatifu. So ni kwamba Wakristo hushiriki katika liturujia ya Ekaristi Takatifu hii ambayo ni ishara kwamba mfungo wa Kwaresma umekamilika sasa. Tunakuja sasa leo, yale ambayo yalifanyika leo ni kwamba furaha ya ushindi wa mauti ilidhihirika katika adhimisho la misa ya Pasaka. Kufufuka kwake Kristu katika mauti ni ushindi wa dhambi, mauti ya dhambi, ili kuthibitisha uhusiano wa Mungu na mwanadamu. Tukisoma Injili ya Yohane sura ya 9 mstari wa kwanza hadi 9 inadhihirisha upendo wake Mungu kwetu sisi. Vile hivyo tukisoma Injili ya Yohane sura ya 3 mstari wa 16 hadi 17 ni kwamba tunashuhudia imani yetu kwamba Kristu alikufa na kufufuka. Alikufa na kufufuka. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 12 hadi 19. So sherehe za sikukuu ya Pasaka ni kubwa zaidi katika mwaka wa kanisa, kwa sababu sikukuu zote za kanisa ama mpangilio wa sikukuu zote za kanisa zinaanza na kalenda ya kanisa zinaanza na siku ya Pasaka na sikukuu ya Pasaka. So mipangilio yote ya mwaka mzima wa Pasaka au mwaka mzima wa kiliturujia wa kanisa inatiliwa maanani Pasaka. So ni kwamba kalenda ya liturujia hutegemea sana tarehe ya Pasaka, sikukuu ya Pasaka. Siku hii huashiria mwisho wa Juma Takatifu na pia mwisho wa siku 3 takatifu katika tafakari, yani Triduum tulivyosema, Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu na Jumapili ya Pasaka. Na pia ni mwanzo wa siku 50. Sasa tumeanza siku 50 za msimu wa Pasaka na siku 8 za oktava ya Pasaka. So sikukuu ya Pasaka haina tarehe maalum. Huwa inahitilafiana, inabadilika kati ya tarehe 22 Machi hadi pengine tarehe 25 Aprili. Huwa inahitilafiana kwa namna hiyo. Sasa hapo ndio penye tuko katika kipindi hiki. Tumemaliza kipindi cha Jumaa Kuu. Pengine tu Wakristo kama walikuwa wanatusikiza, walikuwa wanaona mambo yote ambayo yalikuwa yanafanyika, na sasa wangependa kujua jambo lipi lilikuwa linafanyika. Na baadhi ya mambo ambayo yalifanyika, pengine tukuwaelekeza kidogo yale mambo notables ambayo yalikuwa yanaonekana. Kwamba wacha tuanze na Alhamisi Kuu. Mambo ambayo yalikuwa yanaonekana wazi. Tuliona kwamba sakramenti ya daraja, sakramenti ya kikuhani, Kristu anapatia wanafunzi wake husia. Anaanzisha sakramenti ya daraja. Anaanzisha vile sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Hayo ni mambo ambayo yalikuwa yanadhihirika katika ile ibada, ile misa katika Alhamisi Kuu. Hizo ni mambo ambayo tuliona yakifanyika. Tuliona kwamba ama tuliweza kufahamu kwamba hiyo ndio ilikuwa sasa misa ya kwanza. Hiyo ndio ilikuwa misa ya kwanza. Misa zote katika ile ndio mwanzo wa misa. Ndio mwanzo wa misa. Ndio upadri inaanza, ndio Ekaristi inaanza na kadhalika. Hayo ndio mambo tuliona. Katika hiyo Alhamisi Kuu tuliona katika ibada ya neno kutawaza. Tukaona kutawaza kwa miguu. Kutawaza miguu, Kristo anapowatawaza miguu kama ilivyo katika Injili. Askofu
au padri aliwatawadha watu 12, ishara ambayo Kristo alifanya, ishara ya unyenyekevu, ishara ya kiongozi mtumishi. Vile vile tuliona kama nilivyosema kwamba Pasaka iliandaliwa, mwili na damu ya Kristo iliandaliwa ya kutosha ili kwamba iweze kukimu hata ibada ambayo itafanyika katika kesho wa Pasaka. Yes. Hao ni mambo ambayo tuliona pia katika aidha inategemea jimbo. Kama hapa jimbo la Kitale, nafikiri misa ya Krisma ilifanyika siku ya Jumatano. Siku ya Jumatano. Yes. Ilifanyika siku ya Jumatano, lakini mara nyingi inafanyika Alhamisi. So ni kwamba pia tuliona kwamba mafuta matakatifu yakibarikiwa na askofu, mafuta ambayo yatatumika katika misa ambazo zinazofaa kwa katika mwaka ambao unakuja mbele, katika kipindi cha mwaka wa mbele. Tuliona pia mwili wa Kristo ukihamishwa kutoka kwenye tabernakulo na kuwekwa kando. Tuliona ishara hizo. Tuliona vile vile kuabudiwa kwa Ekaristi Takatifu, kuabudu mwili na damu ya Kristo. Yes. Tuliona baada ya ibada, baada ya misa, tuliondoka kwa ukimya. Yes. Pia tuliweza kufahamu kwamba hiyo Alhamisi ni kama anniversary, ni kama birthday, ni kama sherehe kuu imechanganyikana ya mapadri. Kwa hivyo hao ndio mambo ambayo tuliweza kufahamu katika Alhamisi Kuu. Yes. Naam. Dakika ni 58 mwalimu, natumai kwamba tutakuwa na zama kidogo tukirejea.